Kilichonileta hapa ni kitu kimoja tu. Nataka muniambie ni nani amempa binti yangu mimba? Haiwezekani sisi wazazi tunaamini watoto wetu wanakuja kupata elimu, kumbe munawapatie mimba. Sasa mtaamua aidha munionyeshe mwenye mimba au nichukue hatua. Siwezi kufumbia macho huu ushenzi. Mzee, ingependeza kama ungefika ofisi ya mwalimu wa nizamu, huyo angekusaidia zaidi. Karibuni, niwasaidie nini? Nimekuja hapa ili nimjue aliyempa binti yangu mimba. Mbona sisi hatufahamu kama ana mimba? Mwalimu, sidhani mimi ni mjinga, hujui kivipi na kaipatia huku. Eti Modesta, hebu niambie ukweli binti yangu. Ni kweli una mimba? Ndio mwalimu, ninayo. Modesta, umeipatia hapa shuleni. Sema ukweli ili nikusaidie. Kusema ukweli madam, sijaipatia hapa, ni huko mtaani. Unamfahamu aliyekupa hiyo mimba na unaweza kutuonyesha? Ndio, namfahamu, anaitwa Joseph. Baba Modesta, nadhani tunaweza kuongozana na mwanao mpaka kwa huyo Joseph, ila tuanzie kwa mwenyekiti. Sawa. Karibuni, naweza kuwasikiliza shida yenu? Mwenyekiti, mimi nimekuja hapa kwa sababu binti yangu amepewa mimba. Kwani unamfahamu mwenye hiyo mimba? Mwenye hiyo mimba simfahamu kwa sura, lakini binti yangu anamfahamu. Basi sawa. Ngoja nifanye taratibu za kuwasiliana na polisi ili watupatie ushirikiano wa kumkamata mhusika. Sawa. Kesho yako bado inaishi, zeze linacheza melodi ya pole pole kama macho. Wewe ndiye Joseph? Ndio, ni mimi hapa afande. Kuanzia sasa upo chini ya ulinzi. Kijana, nadhani unafahamu ulichokifanya. Wewe mshezi ndio umemdanganya binti yangu. Hawa ndio vijana wahuni hapa mtaani. Nitahakikisha unafia jela. Twende. Tafadhali. Afande, niazime simu niwajulishe ndugu zangu wafahamu. Nyamaza kimya, nitapasua kichwa. Ungewajulisha wakati ulipokuwa unamkuja yule mwanafunzi. Sasa hivi umechelewa. Utamu ule peke yako. Halafu shida ushirikishe ndugu. Kesho yako bado inaishi. Mungu, nakuomba unisamehe kwa hiki nilichokifanya. Nadhani hata wewe unaona kabisa sina njia nyingine. Nisamehe tu. Lakini nampenda sana Joseph. Naumia sana. Kwa nini nimemfanyia hivi? Au niseme tu ukweli? Ila mwalimu alisema atanisaidia na nitaendelea na masomo. Ndio sababu nimemsingizia Josefu. Umeona sasa matokeo ya ujinga uliofanya? Mama yako anakuonya husikii. Matokeo yake sasa umesimamishwa masomo. Umeharibu maisha yako mwenyewe. Mimi sina msaada na wewe tena. Na baada ya kujifungua unaondoka kwangu kabisa. Hongera sana kwa kuwa umefanya kama nilivyokuelekeza japo ulitaka ukosee. Mbona unavunja makubaliano? Makubaliano gani niliyovunja? Ulisema utahakikisha naendelea na masomo nisipokutaja. Sheria hairuhusu kusoma na mimba. Lakini uliahidi. Nilimaanisha utarudi shule baada ya kujifungua. Sasa mbona hukusema kama ni hivyo? Huenda hukunielewa vizuri. Unafahamu kama umeharibu maisha yangu. Umezizima ndoto zangu. Unadhani nitaweza kuendelea na masomo nikiwa mzazi? Au mtoto nitamleaje wakati nasoma? Kiufupi umeharibu maisha yangu. Mtoto utawaachia wazazi. Wazazi gani na wakati nimeambiwa nikishajifungua niondoke hapa? Tuliza akili, tutazungumza. Tuzungumze muda gani? Au nini kitabadilika? Tayari umeshaharibu maisha yangu.